Hii mbele hii. Hapana, hatuwezi cheka na watu wengine. Lazima tuambiane ni nini tutataka kusaidia Kenya. Sisi viongozi ndio tumekuwa na shida kubwa. Sisi ndio tumeangusha wananchi. Kwa sababu tunachaguliwa mara moja, tumeingia kwa maofisi, tunakuwa wezi namba moja. Aya, wale wengine ambao wanatuangalia wanataka kwamba tulinde mali ya umma, unapata ndio wezi, wanataka tuibe tuwape. Hakuna. Kama kwetu tumesimama, hiyo mambo lazima iishe. Wacha niwape mfano mmoja. Hiyo KTRH, na ni mzuri mheshimiwa Ochiro yuko hapa. Kisii, it's our capital city of this region. Ikwe Nyamira, ikwe Homabay, ikwe Migori, ikwe Narok hapa. Nilipoingia, mnajua referral hospital pekee yake ambayo tuko nayo KTRH ilikuwa inakusanya 47 million. Watu ambao walikuwa nakufa pale, 50% ya watoto walikuwa wanazaliwa walikuwa nakufa. Kwa siku moja watu karibu 27 walikuwa nakufa kwa hiyo hospitali. Nilipoingia nimekanyaga hiyo pipe ya wizi. Nikatoa yule mtu ambaye alikuwa amesimamia hiyo KTRH, nikaweka mwingine, anakusanya 200 million kutoka 47 million. Sipeani pesa yoyote kwa KTRH. Hiyo pesa ndiyo imepunguza vifo vya watoto ambao walikuwa wanazaliwa pale from 50% to 13%. Sasa wale ambao wengi wanakuja ni wale referral, lakini mtoto anazaliwa Kisii Referral Hospital anakuwa hai. Watu ambao wanakufa natural death kwa hiyo referral hospital ni karibu 6 natural death. Sisi viongozi ndio tumekuwa watu wabaya. Na nyinyi wananchi, Gen Z, nataka nishukuru. Mlituamsha sisi viongozi mahali walikuwa wamelala. Tunashukuru. Lakini vile mheshimiwa Ochiro amesema, lazima ile mambo Gen Z ilikuwa inaongea ni yale sisi ODM tulikuwa nasema. Ufisadi, mambo ya ukabila, mambo ya ufujaji mali ya umma, hiyo ndio tulikuwa tunakataa. Gen Z, lazima mjitambulishe na chama cha ODM. Watoto wengi ambao walikuwa nasimama na chama ni hao. Wale ambao walikuwa napiga sisi, nimeona kuna motion, sitaki kuongea. Iko sasa next week. Kila mtu abebe mzigo yake. Sisi hatutaki kuongea mambo yote. Kama chama sisi hatusemi